hata kama ametoa atajijua mwenyewe. Kwanza kama kweli katoa mimi kashanipunguzia mzigo hapa. Na hivi nilikuwa sina uhakika kama mimba ni ya kwangu. Changanya mimi hapa. Kama kweli mimba ni ya kwangu, ina maana nitakuwa nimemuua mtoto wangu mimi mwenyewe. Unaona huu ni mchezo, sio? Uliondoka ukiwa umekasirika. Na nilitaka kupatana na wewe Kevin. Kuna hadithi moja maarufu sana ya kijana mmoja alikuwa anaishi katika kijiji cha wafugaji. Siku moja walienda kuchunga ng'ombe. Na kwa sababu kile kijiji kilikuwa kina wanyama wakali, hivyo wachungaji wote walikuwa na filimbi. Filimbi ambazo zitawawezesha kuwapa ishara ya hatari yote itakayojitokeza machungani. Kijana alikaa machungani kwa muda mrefu na kujihisi ameboreka. Akaamua kupiga filimbi ile kwa lengo la kujifurahisha. Lakini wanakijiji wenzio walijua ni hatari imetokea. Wakaenda mbio eneo la tukio. Walipofika kijana yule anacheka na kuambia alikuwa anawatania. Alikuwa yuko boadi akaamua kujifurahisha. Matendo yale yaliendelea mfululizo kama mara 3. Siku moja kijana yule ameenda machungani akiwa mwenyewe. Wakatokea wanyama wakali na kuanza kushambulia mifugo yake. Alipiga filimbi sana lakini hakuna mwanakijiji aliyejitokeza. Unajua kwa nini? Wanakijiji walijua ni utani wake wa siku zote. Paka muda ambao wanakijiji wanagundua kwamba ni kweli tukio limetokea, wanafika eneo la tukio wanakuta tayari yule kijana ameshashambuliwa na amekufa pale pale. Yeye pamoja na mifugo yake. Sasa kwa nini unaniambia hayo yote? Endelea na huo utani wako. Endelea na huo ujinga wako. Lakini kuna siku utakuwa na issue serious. Utaita msaada hautotokea. Paka watu watakuja kufika eneo la tukio na kujua kama kweli ulikuwa na shida. Utakuwa tayari umeshapata matatizo makubwa. Huo ujinga wako leo iwe mwanzo na mwisho. Baby, hujalala tu mpaka saizi? Nitalalaje na wewe haupo? Nilienda kuonana na James. Alinipigia simu. Kulikuwa kuna vichangamoto kidogo. Ndio lazima niende kuonana naye. Kweli? Ndio, sasa unadhani nitakuwa wapi mpenzi wangu? Kevin. Najua wazi kuna kitu unanificha. Sijajua ni nini. Lakini nakuomba sana isiwe kitu ambacho kitaweka mahusiano yetu hatarini. Nakuamini sana Kevin. Naomba usije ukavunja mfungo kwako.
Subiri nakuja. Karibu ndugu yangu. Asante. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Kaka, kuna chombo hujapishana nacho mlangoni hapo? Umechelewa kidogo tu, ungekukuta ndani hapa. Sio dada ambao amevaa gauni jeusi, nimepishana naye nje pale. Huyo. Sasa huyo ndo mwanamke wangu. Huyo ndo mwanamke ambaye nampenda. Na huyo ndo mwanamke ambaye nitamuoa. Jambo zuri, japo sura yake kama sio ngeni machoni mwangu. Nahisi kama kuna sehemu tulishawahi kuonana ama nilishawahi kumuona, lakini sikumbuki ni wapi. Ndugu yangu, dunia ndogo hii. Watu wanafanana. Utakuwa umemfananisha. Vipi lakini? Mbona unaona kama umepooza? Una shida gani? James, hao sio maswali ya kuniuliza kaka. Matatizo na shida nazozipitia unazifahamu. Natoka niingie kwenye haya majanga sijawahi kuwa na amani. Muda wote naishi kwa hofu. Ujue roho yangu inanisuta. Roho yangu inanihukumu mimi mwenyewe. Mimi sio muongo James. Nashindwa kabisa kuivaa hiyo jezi, inanibana. Napomtazama Ana kwenye macho yake, najisikia aibu kuendelea kumdanganya. Naona kama anaujua ukweli vile. Kwa hiyo ndugu yangu, unataka kuniambia Ana amejua kila kitu, si ndio? Hapana, sidhani, lakini mimi tunaona kama simtendei haki Ana. Na nimefanya maamuzi sasa. Nitamwambia Ana ukweli. Nitamwambia Ana kila kitu. Hivi ninapoongea na wewe James, sirudi nyuma tena. Bora nimueleze kila kitu kiwe wazi. Utakuwa umefanya maamuzi sahihi sana. Na utakuwa umefanya kitu bora na cha maana. Njia nzuri ya kuthibitisha mapenzi yangu kwa Ana ni kumwambia ukweli tu. Siwezi kuendelea kumdanganya mwanamke ninayempenda. Na kama yeye ananipenda kweli, atanisikiliza na kuniamini ninachomwambia. Ni kweli, uko sahihi. Lakini ndugu yangu, kila siku umekuwa kurudia haya maneno na utekelezi. Sijui hata unakwama wapi. Kwa sasa nitasema, maana kukaa kwangu kimya kunaniumiza mimi mwenyewe. Acha kila kitu kiwe wazi. Na kitu usichokijua, ukweli siku zote humweka mtu huru. Kwa hiyo mwambie ukweli. Unajua Sweet, sikuelewi. Una nini kwani wewe lakini? Najaribu kumkumbusha tu kuwa na mimi nipo. Unajua unanishusha na mambo yako Yaani ndio mpigie simu mtishie kwamba unatoa ujauzito? Na usiniambie ulikuwa ni mpango wa yule fala wako. Anahusika nini tena hapo? Sweet, hakuna mwanamume anayependa kupelekeshwa hata siku moja. Nina uhakika huo mpango wako unaenda kumsukuma mbali yule mwanaume. Sasa nifanye nini Suzi? Tayari mshakuwa na mapatano mazuri. Inakuwaje unaharibu tena? Nimekuita nipatie msaada na sio kuendelea kunisimanga na kunichanganya Suzi. Sikia Sweet, wewe ni rafiki yangu na ni mwanamke mzuri sana. Na isitoshe nakupenda mno. Na unapokosea ninakwambia kwa uko unapoelekea siko kabisa. Kama huna msaada, sikuhitaji tena. Ondoka nyumbani kwangu. Nitajua cha kufanya mwenyewe. Sawa. Mwite yule mastermind wako aje kutoa kwenye huo msala.
Halo? James, nakuhitaji nyumbani kwangu. Njoo haraka sana. Sawa. Sawa. Ningependa kuongea nawe zaidi, lakini kuna mahali nitakiwa niende. Sawa, hata mimi mwenyewe nahitaji kutoka. Nahisi nimeharibu kabisa James. Kevi ameonekana amekasirika sana na kunitolea mfano wa kijana mchunga ng'ombe sijui na kuondoka. Sijui hata nifanye nini. Hapo sasa ndipo ulipokosea. Nilikwambia uwe makini sana. Ona sasa, imekuwaje? Najua kuwa nimeharibu, lakini acheni kunikumbusha. Nitafutieni njia. Sijui utafanya nini. Lakini kwa sasa mimi naona ungetulia. Na ungemwacha Kevi pia naye atulie. Ndio ongee naye. Na tena una sababu kubwa sana ya kufanya Kevi akusamehe. Sababu ipi? Utamwambia tu ilikuwa ni mimba. Na homoni zako zinakupelekesha. Basi. Unadhani atanielewa? Ndiyo. Atakuelewa vizuri tu. Na ikiwezekana tumia mpaka dokta kumtuliza. Nashukuru sana James. Sijui bila wewe ningefanyaje. Madam Sweet, mimi na wewe tena. Ondoa shaka. Basi mimi nikuache madam. Asante kwa kuja. Usijali. Atakuwa ametulia sasa hivi. Ngoja nimtafute nikaongee naye. Ana, leo nataka nikuelezee ukweli. Sweet alinialika nyumbani kwake. Lakini nahisi aliniwekea madawa kwenye kinywaji changu. Nikapoteza fahamu akanibaka. Wewe umefuata nini? Wewe si kukataza kuja nyumbani kwangu wewe? Vipi? Nakumbuka mara ya mwisho tulivyozungumza mimi na wewe, nilifikiri umenielewa vizuri. Nilikwambia usije nyumbani kwangu kama una changamoto yoyote. Kama una shida yoyote, nipigie simu. Na kwa nini uje kwa mtu bila taarifa? Kwa nini? Najua nilikosea kukutishia namna ile. Nisamee, sio mimi. Ni mimba ndio nafanya vitu vya ajabu Kevi. Wakati unaniwekea madawa kwenye kinywaji, sidhani kama ulikuwa na hiyo mimba. Umekuwa ukifanya vitu vingi sana vya ajabu. Na najua nimekuchoka Sweet. Naomba utoke nyumbani kwangu. Kevi, nakutaka utoke sasa hivi nimesema. Nisikilize Sweet. Tena naomba unisikilize kwa umakini. Nimekuchoka. Yaani sikuficha tu, nimekuchoka. Yaani hivyo vibwanga vyako na vituko vyako, kiukweli nimekuchoka. Na najuta kukutana na mwanamke kama wewe. Yaani hapa kwa hizi siku chache tu ambazo nimekufahamu, umeninyoosha, nimenyooka mama. Sipati picha kama ningejichanganya kuoa mwanamke kama wewe. Sijui sasa hivi ningekuwa nachungulia kaburi mimi. Wewe mwanamke, king'ang'anizi. Mwanamke unang'ang'ania mambo. Mwambie ukaelewa. Wewe umezaliwa tarehe ngapi wewe? Kwani unanifanyia hivyo Kevi?
Kumbuka nibeba mimba yako ujue. Kwai. Umebeba nini? Ana mpenzi. Kevi. Mimi nimesikia vibaya. Ilikuwa ni bahati mbaya tu mpenzi. Ilikuwa ni bahati mbaya, tafadhali. Jua likizama, nyota huangaza, kwako nimekwama, maana niwe wako niliwaza. Jua likizama, nyota huangaza, kwako nimekwama, maana niwe wako niliwaza. Hauwezi ficha hisia, kweli ukipenda